Amani ya Mungu idumu pamoja nanyi daima. Leo ni siku njema yenye furaha tele kutoka kwa Muumbaji wetu. Ameruhusu tu umekuwa hai tena. Tuna kila sababu ya kumtukuza na kumshukuru. Nipende kuwakaribisha watazamaji wote na wasikilizaji mnaofuatilia televisheni yenu ya Nuru Gizani. Na siku ya leo pia tutakuwa na muendelezo wa kuangalia swala la nuru gizani katika asili ya mwanadamu, ili iweze kutupatia neema ya kuweza kukua na kuukulia wokovu, hasa kutoka katika falsafa zinazopotosha mawazo, hisia na mitazamo ya wanadamu ya kwamba wao wametokana na vitu vingine na kuacha ukweli halisi ya kwamba sisi tumetokana na Mungu. Hii dunia haijajiumba, yupo aliyeumba. Sisi hatujatokana kwenye mabadiliko fulani. Sisi ni wazo la Mungu. Tumeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Kabla ya kuanza tuweze kuomba. Baba mwema, twaja mbele zako sasa, mimi pamoja na watazamaji na wasikilizaji. Tunaomba ukapate kutufundisha ili tuweze kudumu katika nuru, tukiwa tunaendelea kuishi katika ulimwengu uliofunikwa na giza, lakini nuru yako iangaze popote tunapopita, tupite katika ushindi mkubwa unaotoka kwako. Neema yako ikaamue katika maisha yetu, kwa jina la Yesu Kristo, amina. Leo pia ni muendelezo wa somo lililopita. Tunaangalia nuru gizani katika asili ya mwanadamu. Tukaona ya kwamba mwanadamu ameumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Kwa hiyo asili ya mwanadamu ni Mungu mwenyewe, kama Mwanzo 1:26 inavyosema, na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, ili mtu huyu akawe na uwezo wa kwenda kutawala na kutiisha. Kwa hiyo Mungu alimuumba mtu kwa mfano wake na kwa sura yake. Na kitabu cha ile Mwanzo 5:1 na 2 anasema hivi ndivyo vizazi vya Adam. Hapo Mungu alipomuumba mtu kwa mfano wake na sura yake, alimuumba mwanamke na mwanamume, aliwaumba. Kwa hiyo tunaona wazi kabisa Mungu ndiye muumbaji. Na siku ya leo tutaendelea kuangalia neno sura, demut. Tulisema ya kwamba Waebrania lugha yao ni kubwa, ni tajiri kuliko lugha yetu. Lugha yetu neno ni neno, lakini wao neno linageuka kuwa tarakimu atpa katika lugha ya awali ya kimaandiko, ile ancient Koine Hebrew. Sasa utaona wazi kabisa ya kwamba neno demuti limetengenezwa au kuundwa kwa herufi tatu, ambayo ni D, Mem pamoja na Tav. Na herufi hizo unapozitazama kwa jicho la tarakimu, utaona herufi ya kwanza D ni namba 4, herufi ya pili ni 40 Mem, herufi ya tatu ambayo ni Tav yani T ni 400. Na tarakimu kubwa kwa mtiririko wa alfabeti ni 400. Kwa hiyo neno lolote ambalo linazidi tarakimu yani 400 ni neno ambalo ni zito, unapaswa kulifuata taratibu, kwa sababu kuna hazina imefichwa. Usichukue haraka kulikimbia tu sura afu kaacha hapo. Kuna kitu cha pekee na cha msingi kiko hapo. Kwa hiyo tunapoangalia utaona ya kwamba 4 kujumlisha 40 ni 44, kujumlisha 400 ni 444. Tayari imeshavuka 400. Kwa hiyo ni neno zito, sio jepesi. Demut ni neno zito. Kwa hiyo tunapoliangalia neno hili tunaweza kupata yafuatayo ambayo yatatusaidia sasa sisi tunaoishi katika ulimwengu uliozungukwa na giza, nuru ya neno la Mungu iwake mioyoni mwetu, na nuru ikaangaze miguu yetu, iwe mwanga wa njia zetu. Neno demut tutaiangalia kwa mambo yafuatayo. Tutaangalia kwa mambo yafuatayo. Herufi D, demut, dalet, herufi D, dalet, inamaanisha Mungu akamuumba mtu
kwa sura ya Mungu. Ile sura kwa herufi ya kwanza inamaanisha ni mlango wa kuingia katika hema. Naposema mlango wa kuingia kwenye hema, ninakurudisha nyuma kwamba sura ya Mungu ni mlango wa kuingia kwenye hema, hema la kukutania, ambapo mwanadamu anakutana na Mungu, hema la kuabudia. Na lile hema lilikuwa na mlango, lazima uingie kupitia mlangoni kuelekea kwenye hema ya kukusanyika, hema ya kukutania, sehemu ya kuabudu. Kwa hiyo sura inamwongoza mwanadamu aweze kufika kwenye ibada. Kwa hiyo kama sura ya Mungu haipo, ina maana hamna mlango wa kuingia kwenye sehemu ya kukusanyika ambapo mwanadamu anakutana na Mungu. Tutaelewa tunavyoelekea taratibu. Demut ni njia ya uhai, ni njia ya uhai. Kwa hiyo sura ya Mungu ndiyo njia ya uhai. Sura ya Mungu inamaanisha ndiyo njia ya uzima. Kwa maana nyingine, Mungu akamuumba mtu kwa sura yake. Mungu akamuumba mtu kwa mlango wa kuingia kwake. Akamuumba mtu kwa njia ya uhai wake, kwa njia ya uzima, njia ya maisha. Mlango, demut, ni mlango wa kuingia na kutokea. Ukitaka kuingia kwenye nyumba lazima kuwe na mlango. Ukitaka kuingia kwenye pango lazima watafute njia. Huwezi kuingia kwenye pango ambalo halina njia. Na ukitaka kutatua jambo lazima kuwe na njia ya utatuzi. Pastor, unamaanisha nini? Tunaenda taratibu, tutafahamu taratibu. Herufi ya pili ilikuwa inamaanisha nguvu kubwa. Mungu akamuumba mtu kwa nguvu kubwa. Sura ni nguvu ya Mungu kubwa, ukamilifu wa uzima. Sura, neno hilo inamaanisha ni maji yaliyo hai. Sura inamaanisha ni utakaso, ni mafuta yenye kutiririka, ni damu, ni damu. Sasa haya mambo ni mambo ambayo yanaashiria mambo mengi yajayo. Nitayasema afu nitarudi kwa moja moja. Neno la mwisho ambalo ni tav, tav ni pembe, ni pembe au pande zote kamilifu, pande kamilifu. Kwa mfano mashariki, magharibi, kaskazini, kusini, ni pande kamilifu 4 za dunia. Ni ishara au dalili, ni alama au muhuri. Sura ni agano, ni msalaba, ni umiliki, ni kuunganisha, ni muunganiko. Sura ni muunganiko kwa herufi ya mwisho. Sasa ninaanza. Anasema Mungu akamuumba mtu kwa sura yake. Mungu akamuumba mtu kwa uweza wake, kwa ukamilifu wa uzima, kwa utakaso. Mungu akamuumba mtu huyo kuwa mwakilishi wake, ili anapoonekana aonekane Mungu. Na mtu huyo akikosa sura ya Mungu, mtu huyo akashindwa kumwakilisha Mungu katika mambo yote, mtu huyu
atakosa mlango wa kuingia kwenye hema ya upatanisho. Kwa maana nyingine, hakuna upatanisho, hakuna ibada, ila kuna kutimiza taratibu za dini. Mtu huyu akaumbwa kwa sura ya Mungu kwa utukufu na ukamilifu wa uzima unaotoka kwa Mungu. Hiyo ndiyo njia ya uhai. Akikosa, huyu mtu hana uhai. Njia ya uhai kwake haipo. Njia ya maisha imefungwa, njia ya uzima imefungwa, kama ambavyo Yohana 14 mstari wa 6 inavyosema wazi. Ngoja tuangalie Yohana 14 mstari wa 6 kama maandiko matakatifu yanavyoelezea wazi. Injili ya Yohana 14 na ule mstari wa 6. Maandiko matakatifu yanasema, Yesu akawaambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Sasa sura demut kwa herufi ya kwanza dalet inatuambia ni njia. Kwa maana nyingine, Mungu akamuumba mtu kwa sura yake. Tumeona wazi demut, hiyo herufi kwa Kiebrania inaonyesha ni njia ya uhai, maisha ya uzima. Yohana 14:16 anasema, Yesu anasema, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Kwa maana nyingine, sura ya Mungu ni Yesu Kristo. Na kama Yesu Kristo hayupo ndani ya maisha yako, hauna ibada, hauna uzima, hauna maisha. Hakuna harakati yoyote itakayofanyika ya kukutoa katika giza, isipokuwa harakati itafanyika pale ambapo Kristo atakuwa amekaa ndani yako. Kwa sababu herufi dalet inasema ni njia, ni uzima na ni maisha. Na Yohana 14:6 anasema, Yesu anasema, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Kwa hiyo Mungu akamuumba mtu kwa sura yake. Mungu akamuumba mtu kwa sura yake, akamuumba mtu kwa sura. Sura ya Mungu ni ipi? Sura ya Mungu ni Yesu.